Mimi utasema Unguja, Nyundo kwao si Unguja? Mimi nimenyosha mkono, damu yangu ushapeleka Pemba, na wake wa Pemba na nishazaa nao. Hivi ninavyozungumza mtoto wangu mmoja yuko kwa bibi yake Pemba, naonyesha mkono. Sawa? Mtu wa Unguja safi hakuingia na Upemba, aonyeshe mkono juu. Wangapi? Wawili. Hata mwanao hukumuozesha Mpemba wewe? Basi shusha mkono chini. We Mpemba bwana, usituhangaishe. Alokuwa Mpemba safi wapo, walochanganya wapo, hao wote tutaita Wapemba. Nataka Muunguja safi hakuchanganya, ye ni Muunguja tu, aonyeshe mkono juu. Hivyo kwenye familia yenu hakuna Mpemba hata mmoja? Wewe umebahatika au tukwambie una bahati mbaya? Mshamuona yule bwana? Mmemuona yule bwana? Simama shekhe, dereva huyo, mmemwona? Sasa kama mmemwona, mumtafute kwa wakati wake, mkamuolee kwao, tumuondoshe unyonge. Sawa, tukamuondoshe ule unyonge. Sheikh Abduli, nawe kwa wako tukuondoe unyonge, maana si raha yetu Unguja na Pemba kitu kimoja. Tayari na Tabara hatuwatengi. Alokuwa kwa Bara aonyeshe mkono juu. Na mimi nimo kila pahala, vitu tu, na ndo maana nikaambwa nipelekwe Singida, kwa sababu nitazungumza na ndugu zangu watanielewa. Tumswalini Bwana Mtume. Mlokuwa hamkuonyesha mikono juu, ina maana nafasi ya Bara kwenu hakuna, mkaoe Bara. Tukate fitna kama hizi na vidomodomo, tuache ile kujifanya mimi Mpemba mtupu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakar wa untha, enyi watu tumekumbeni kwa kutokana na mwanamme na mwanamke. Waja'alnakum shu'uba wa qabaila litarafu, na tukakujalieni mataifa na makabila mbalimbali ili mpate mujuane, sio mbaguane, mujuane. Inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu basi yule ambaye, au mtukufu wenu mcha Mungu. Naendelea, baba anasema sasa waliruhusiwa hawa Pemba kuja hapa Unguja kwa kibali maalumu. Sawa, sheria hiyo ipo mpaka leo. Kutoka Pemba mtu kuja hapa Unguja kwa kibali maalumu, sheria hiyo ipo mpaka leo. Ilisitishwa tu baada ya mapinduzi ya 1964 ndo ikasita. Basi ndo haipo, tusitiane pambani. Na toka enzi hizo hakuna hiyo. Mimi nilikwenda Pemba, sijenda kwa kibali, na mjomba wangu mimi kalelewa na babu yangu. Mwisho mimi nilifikiria ni mjomba wangu ndugu yake mama yangu, kumbe alichukuliwa Pemba, anaitwa Hamadi Saidi marehemu, nimemzika mwenyewe hapo Mwanakwerekwe, ndugu yake yule pale. Hebu inuka bwana wakuone, maana Mungu anaonyesha hapa hapa. Ndugu na huyo mjomba wangu kachukuliwa Pemba na babu yangu mimi. Kaka yake yule bwana kachukuliwa Pemba na babu yangu mimi, kalelewa mpaka kapata kazi hapa na akazaa Hamadi Saidi yule pale bwana, shahidi Mungu pale pale anaonyesha. Ndugu na huyo nosumgunza Hamadi Saidi yule pale, na ameishi hapa tulivyokuwa tunapendana watu wa Unguja na Pemba, na babu yangu kwa Unguja tu. Lakini kamchukua huyo bwana kutoka huko Pemba akamlea. Ihsani hizo watu walikuwa nazo.
Na ndo ihsani zetu kwenye Uislamu. Kuna wengine wamechukua watu kutoka bara, wamewalea mpaka wakapata kazi na wakaoa hapa, si kwa sababu ya muungano. Sisi tuna muungano wetu ambao Mwenyezi Mungu katuunganisha zamani, la ilaha illallah. Huo hauna dhulma huo, wala haukatiki labda mmoja atoke kwenye dini. Na ndio maana Mungu akasema wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu. Tayari tunaendelea, tunataka kuondoa uchafu, kwa sababu kuna Mayahudi na Manasara wanatutilia fikra hizi, na wanafiki fulani ndio wanoleta vipeperushi kama hivi kusema kwamba eti Wapemba siji wa bara kuwa mbali, na wengine wanasema sisi wa Unguja tunataka Unguja yetu. Unguja gani wewe? Unataka Unguja wako? Sasa mtoto anasema, anampa nasaha baba yake, baba, mbona hawa Wapemba ni watu wazuri, mbona ni watu wazuri tu. Sasa msikilize baba anavyojibu, sio wazuri hata kidogo. Hawa wana sifa mbaya, si wazuri hata kidogo. Maana hizi sifa yenyewe ndio nataka kuzitaja hapa. Wapemba ni wezi, sifa yao ya kwanza. Ya pili waongo. Ya tatu wachafu. Kakusudia nini? Msicheke vo jamani, msicheke. Hili si swala la kucheka. Sasa wakiyapata wajinga haya, ndio wanapokuja ule mkushanyiko wa mambo mabaya na kufanyiana mambo ya ajabu. Atakuja swalisha imamu hapa, awe Mpemba, wamgoje amalize aswali na Wapemba wenziwe, halafu aingie imamu wa Unguja aswali na watu wa Unguja wenziwe. Nyie mnafanyia masara haya si masala. Na ndio maana nikaja kuyazungumza makusudi, ili fitna hii itawanyike, iondoke. Madhalimu mbio zao na mitego yao imekwisha. Sisi ni wamoja. Hebu tusemeni sasa, sisi ni wamoja. Twendeni, sisi ni wamoja. Hawatutenganishi, sisi ni wamoja. Tunachokidai kinaeleweka. Takbir, takbir. Hamtutii pambani wala hamtugombanishi. Hamtutii pambani wala hamtugombanishi. Tumekugundueni madhalim, hamtugombanishi. Takbir. Sasa tuko pamoja ha? Si wazuri hata kidogo, wezi, waongo, wachafu, wagombanishi. Wapemba hawana shukurani hata kidogo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani Mpemba hana shukurani hata kidogo. Hawa watu wako kinamna gani hawa? Mambo ya hatari sana. Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya, ukiwakaribisha Wapemba hao padogo tu, basi watahakikisha wanakunyang'anya kilichobakia, na anafanya kama chake. Ukiwakaribisha padogo tu, mwambie hapo bana, wewe utakuwa hapo unafanya nini, basi atakunyang'anya na atafanya kama pake pale. Eti haya ndo mawaidha. Kwa hivyo mtu anapotoa mawaidha usema anahatarisha amani. Hawa wanafanya nini? Sawa? Tunasema kwa haya hatukubali wala haturudi nyuma. Tutakuwa pamoja, tutashikamana, Waunguja na Wapemba na Wabara, kutokomeza udhalimu na dhulma ya hali yoyote. Hamtugawi. Mbara akikubali la ilaha illa Allah, ndugu yetu. Mpemba akikubali la ilaha illa Allah, ndugu yetu. Muunguja akikubali la ilaha illa Allah, ndugu yetu. Hata kama anatoka Msumbiji, hata kama anatoka China na Japani, hata kama anatoka Uingereza, katika ulimwengu wote, katika ulimwengu wote wa ulimwengu tulionao wa dunia,
sehemu yoyote midamu amekubali la ilaha illa Allah, huyo ni nani? Hebu tusemeni, huyo ni ndugu yetu. Sahihi kabisa, hakuna mchezo hapa. Hapa mmekwisha, njia hampati tena bwana, hamumpati mtu kabisa. Haya, halafu anasema ni watu wanaopenda uzinifu hawa Wapemba, ushirikina. Unaona, ushirikina, uzinifu, ushirikina. Walipoanza kuja hapa Unguja, basi walikuja baada ya mapinduzi Kuja kwao ilikuwa baada ya mapinduzi, na hawa walipokuja hapa Unguja walikuwa wakiitwa kibua, walikuwa wakiitwa kibua. Sasa huyu mwandishi wa ufisadi huu anasema waliitwa kibua kwa sababu walikuwa wanakuja Unguja kwa wingi. Sasa mimi nataka nimtafsirie maana ya kibua, mpaka ikafika ndugu yangu wa Pemba akaitwa kibua, au ndugu zetu wa Pemba wakaitwa kibua. Kulikuwa kuna maneno yanasemwa, kibua ntamu we kantawala Unguja, kibua ntamu kantawala Unguja. Sawa kitu kitamu, kizuri, kibaya? Nataka mnipe jibu. Ina maana hapo unasema Mpemba mtamu we ameenea Unguja, Mpemba mtamu we ameenea Unguja. Ndio wewe ukipenda usipende, hutaki siondoka. Maana wengine washakuwa wananipenyea kwa pembeni, wanodharura mbali, kuna wengine anawachoma. Wewe nuna mpaka ufe, sawa? Lakini vyombo ndo hivyo, hayo ndo mambo, hayo ndo maneno. Na kama unataka kufaidi, unataka kizazi kingi, kaoe Pemba. Mungu kawajalia baraka, wana kizazi kingi wale, na sisi ndo tunaona wewe ukiambiwa huyu hazai, fanya double change kidogo, ingia Pemba, ingia Pemba utizame vyombo. Ingia Pemba, unazaa hapa baba papa 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 pa. Kwanza hawakubali upumbavu wa majira, upumbavu wa majira. Kama mtu hasa kalelewa vizuri Pemba hakubali. Sio ndo tunao wake wa Pemba eti anakwambia sasa kila mtu anarizikie. Utamfanya nini? Utamweleza nini? Utamweleza nini? Kwa hivyo vyombo tu. Napeleleza kaona mke wa Unguja na Wapemba, wapi utakula vyombo sana. Siku moja mara tatu ujizatiti uzuri kwa na mke wa Pemba, vyombo kwenda mbele. Kila pahala na sifa yake eti. Unguja dada zangu kidogo, na baadhi wengine huwa wavivu. Si wote wapo waliochangamka, lakini wengine huwa wavivu. Haya, tunaendelea. Waliitwa vibua kwa sababu walikuwa wanakuja sana, au wanakuja kwa wingi. Halafu sasa hujifanya ni watu wa dini wakubwa. Hawa Wapemba wakajifanya ni watu wa dini wakubwa. Jibu lake baba anasema kumbe hakuna makafiri kama wao. Haya ni matusi makubwa sana. Sasa kama watu kweli wao wanatuliza amani, maneno kama haya lazima yadhibitiwe. Lakini leo tuko tayari kudhibiti mihadhara, maneno kama haya hatuwezi kuyadhibiti. Kashfa kubwa sana hii. Hakuna makafiri kama wao. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wanapokaa Mpemba anapokaa lazima alete zogo, anasema lazima alete zogo. Sifa yake nyingine hakuleta zogo. Kama hapana zogo, basi na wizi utakuwepo, ufisadi na uzinifu.
Sasa watu wameshachoshwa na Wapemba, watu wameshachoshwa na Wapemba. Kwa hiyo hapa Unguja na bara hivi sasa wameshachoshwa na Wapemba. Sasa imekuja kwamba kwa kutokana na kuchoshwa na Wapemba watu wa Unguja na bara, basi anasema Wapemba waende kwao, wao na viongozi wao. Hawajamtukana rais hawa? Hawajamtukana rais hawa? Sasa kwa nini wasidhibitiwe hawa? Haya si maneno ya uvunjifu wa amani? Kuna viongozi wangapi? Kuna rais, kuna makamu wa rais na wengineo, wakurugenzi, sijui wakubwa wa jeshi, sijui nani. Si hayo tu, mashehe ndio viongozi. Wakitajwa viongozi huwa wanakwenda wote, viongozi, mashehe, maulama tunawategemea kututolea fatwa mbali. Leo wanasema waende Pemba, waende kwao na viongozi wao. Ina maana mpaka imamu anaswalisha msikitini midamu kwao Pemba aondoke. Tuwe hatuna imamu, tuwe hatuna mwalimu wa darasa, mpaka atokezee lazima awe mtu wa Unguja. Kwani Mungu hii dini kaiteremsha Unguja? Au ameambiwa watu wa Unguja tu peke yao ndio watakuwa wana dini? Watu wa Pemba ni makafiri? Mbona matamko ya kashfa mnatuletea? Hatukubali upumbavu kama huu bwana. Ujinga kama huu msituletee. Huu ni uchafu wa makafiri. Walan tarudha anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatoridhika mayahudi na manasara mpaka mwafate mila zao. Hizi ndio mila zao chafu za kuwagaa watu na maneno ya kashfa. Anasema popote walipo mfukuze haraka Mpemba, mfukuze haraka. Wabara hakikisheni kwamba Wapemba mnawaondoa. Wabara hakikisheni kwamba Wapemba mnawaondoa. Tena muwaondoe, muhakikishe wanaondoka wao na nguo zao tu, mali wanaacha huko huko. Ina maana hao wanachoyo, wanachoyo, wanajua wazi Wapemba wameneemeshwa. Tumswaleni Bwana Mtume. Si kama na Waunguja hawakuneemeshwa, lakini Wapemba wameneemeshwa. Sawa, kuna